Hi bro. Nzuri sana bro. Yes. So kuna vile kwa jina najua unajua unaitwa Paul, si ndio? Ndio. Tushakutana na we siku kadhaa, mara kwa kadhaa kwa hii channel, si ndio? Yeah. Na watazamaji wamependelea sana content yako. Yes. Na wengine wakaniambia pia nikuje nisikie maoni yako. Yes. Kuhusu mambo kadhaa. Tunataka tu kujua maoni yako kuhusu vile Wakenya wanatumia maneno tofauti, sio? Yes. So kuna jina hii kama fala, mtu akikwambia wewe ni fala, anamaanisha nini? Wewe ni fala inamaanisha vitu viwili. Yeah. Unaweza kuwa unatumiwa na mtu. Wenzako anakuambia wewe ni fala kwa sababu anakutumia. Ama unatumiwa mahali. Ama unatumia mahali Vibaya. Vibaya. Oh. Yes. Kwa hiyo anakuambia wewe ni fala. Fala hajakutusi. Hajakutusi, anajaribu kukuchanua. Oh. Yes. Si ndio? Hivyo ndio vile unaelewa, si ndio? Vile mimi naelewa. Wewe ni fala. Okay. Unaweza kuwa unatumiwa. Unaweza kuwa unatumiwa. Okay. Rafiki yako anaweza kuwa anakwambia wewe ni fala wewe. Oh. Kwa hivyo kuna vile anajaribu kukuelimisha. Yes. Imaanisha anakutusi ati wewe ni mjinga. Hiyo kuna matusi. Okay. Sawa, na hii jina kutupa mbao. Kutupa mbao, unaelewaje kutupa mbao? Kutupa mbao. Tu basi inakuwa mguu mwenda simu. Okay. Kutupa mbao. Kutupa mbao sasa jielewe wewe mwenyewe ujielewe. Oh. Yes. So mtu akikwambia umetupa mbao, anakuelewa, kama anakuambia wewe ujielewi, umechanganyikiwa kwa maisha. Yaani atakutusi lakini umechanganyikiwa. Kwa hiyo ni pia anajaribu kukuelimisha. Yeah. Kwa njia fulani. Yeah. Uende ujifikirie, ujiangalie vizuri. Angalia. Okay. Umetupa mbao. Tupa mbao. Okay. Na kuna hii sambaza. Ushaikalia sambaza? Sambaza? Yeah. Nimekalia kwa Nissan Sambaza, inawekwa hivi. Okay. Hiyo nayo ni sambaza. Hiyo inaitwa sambaza. Na kuna sambaza mbili. Kuna sambaza pengine ya kusambaza nguvu za umeme, kusambaza matangazo. Kuna sambaza mingi. Lakini tunaongelea hii ya matatu. Hiyo sambaza sasa simamajua nasonga hivi. Unasonga hivi. Inawekwa katikati. Katikati. Ni kambao fulani. Kambao kanakati hivi. One inchi kadhaa. Yaani futi moja. Okay. Na wewe unaona hiyo ni jambo nzuri? Azembe. Hiyo ni kunyanyasa, hiyo ni kutumia abiria vibaya. Tunasongezana. Au hao wenye watu wa matatu huwa wanatumia sambaza ndio nini ifanyike? Wanatumia sambaza ndio wajifaidi naye. Kuongeza nafasi. Wapate kitu kidogo. Oh. Juu ya ile ambayo wanatarajiwa. Oh, hiyo ni yao ya macho. Ndiyo ni yao macho. Sawa. So tumeshukuru na tunafikiri watazamaji wataweza kusikiza hiyo mambo yote yenye watu. Lakini usiwadhulumu naye watu wanatupa sababu hiyo wanakulia hapo. Wewe unaona ni haki yao wakulia hapo? Si wanalipwa mshahara ya kawaida yao? Yes, sijui lakini ni sawa tu. Wewe unakubaliana na hiyo sambaza? Hiyo sambaza hiyo. Wewe unaona ni jambo zuri? Sio mzuri. Okay. Na unakatiwa pesa ukalia sambaza? Sikati. Okay. Nalipa tu same. Okay. Yeah. Sasa unaona hiyo ni kama kutumiwa vibaya. Sasa ni kama sasa wamekuona wewe ni fala, si ndio? Yeye ndio mimi fala. Ni kama umetupa mbao. Wamekutupisha mbao sasa. Wametupa mbao. Okay. Yes. Hiyo ndio sasa hiyo maneno inaingiana. Inaingiana. Wamekuona fala. Wamekutumia fala. Na wanaona kama umetupa mbao ujielewe, sio? Kutupa mbao sasa ndio. Okay. Yes. Haya, sawa, asante. Asante sana. Basi wapi huku nimekladi sana kona nani hizo za bunasi basi pena pasi kona papawa farasi nataka tende wapi haya andika
mapela oyunya cha Pamela oyunya cha mkilo komboka ya hela kitu matatu sisela na matope. Bro vipi? Fiti kabisa baba. Unaendeleaje? Niko hapa. Okay. Sasa kuna vile tunafanya uchunguzi kidogo na kutaka kujua maoni ya Wakenya kulingana na vile maneno fulani huwa inatumika, unaona, katika maongeo ya kila siku. Sasa kuna hii neno fala. Mtu akikwambia wewe ni fala, anaweza kuwa anamaanisha nini? Yaani wewe ujielewi, wewe ni mjinga. Yaani kitu kaa hiyo kutusi, yaani wewe una yani future yani uko hivyo. Okay. Wewe ni matusi. Ni matusi, si ndio? Kwa sababu huwezi uita mtu ama kufikiria tu mtu ajielewi kulingana na vile maybe anakaa ama vile anaongea ama ili hali hujadhibitisha kwamba ajielewi, sio? Kwa mtu akikwambia fala, wewe uko sawa lakini anakuita fala. Okay. Sasa unaona yeye amekosea kukuita fala, jiona unajielewa. Kwa ni neno ambalo Wakenya wanapenda sana kutumia ile neno. Kutumia fala. Okay. Wanapenda sana. Ni kama ile kuonyesha madharau tu. Ama inatumiwa tu na Wakenya ambao maybe wanaelewana kwa ukaribu kama mtani tu hata kuelewi lakini akuite tu fala. Okay. Lakini pia inaweza tumika tu kwa marafiki wa karibu pia. Marafiki wa karibu hiyo pia inaweza tumika. Okay. Na mtu akikuambia umetupa mbao, huwa anamaanisha nini? Yaani wewe ni kama uyuko sawa, kichwa ni kama una akili. Amekuita kitu baya sana. Umetupa mbao, unaweza tupaje mbao? Kwa sababu watu wanajiuliza unaweza je chukua mbao utupe? Unachukua mbao tupe na anakuambia umetupa mbao, wewe tupa mbao. Kwa hivyo Wakenya ni watu wa maajabu sana. Okay. Unaweza hata shangaa mtu mwenye alitunga kitu kama hiyo alikuwa anafikiria nini, si ndio? Umetupa mbao, umetupa mbao. Lakini kulingana na vile wewe unaelewa, mtu akikwambia umetupa mbao huwa anamaanisha nini? Yaani anaweza maanisha umetupa mbao, yani wewe ni kama yuko sawa. Wewe yani ni kama akili yako wewe ni mwenda wazima hivi. Kwa ni kama umetupa network kidogo. Na ujielewi yani. Okay. Na ni tamko la kimadharau hivi. Hiyo ni kimadharau. Mtu anaweza kutana na mtu akwambia kwani wewe umetupa mbao, unashinda umetupa mbao aje. Na wewe unajua uko sana, una hiyo mbao umetupa. Utatupa aje mbao. Okay. Na ukiingia kwa matatu kuna kwanga na kale kambao Kenya wanaitanga sambaza. Unaona? Unakaelewa? Unatumianga matatu wewe kwa sababu maybe wengine wetu hatujanunua magari, si ndio? Hako kasambaza ni nini? Hako unajua hata mwenye aliunda gari si aliweka kiti viti 14 anajua watu wanafaa ingia hapo ni 14. Huwezi ongezewa kambao kalie hapo. Huyo mtu si anakuna madharau, si ndio? Anakuongezea je kiti na mwenye gari aliunda kiti ni 14. Si ndio? Hapo itoshea watu wa 14. Kwa hivyo hata hao yuko mbea. Kwa hiyo bado ni madharau. Bado ni madharau. Acha mtu apande kiti yenye imewekwa kwa kiti. Na atalipa na ule utalipa ile. Umekalia sambaza utalipa tu the same na ule mtu. Okay. Na polisi wanajui mambo. Sasa unakuta wengine wanajua lakini wanakula chini ya maji. Okay. Kuna kaongo. Okay. Na mwenye gari anajua maneno. Mwenye gari unaweza sasa uwezi ajui, si ndio? Unakuta labda anajua maji lakini anaweza kuwa ajui juu labda si ndio? Kwa hivyo yani ni hao wahudumu wa matatu kuna watu nimehoji wanasema ati wao wanatafuta yao ya macho. Sasa ya macho kwani hawaoni? Si wanaona. Sasa sione hiyo pia ni neno lingine pia ya Wakenya wananichangaza, wanatoa maneno gani? Sasa ya macho inamaanisha nini? Ya macho na unalipo. Unaona ukimaliza kubeba watu unalipo. Sasa hii neno kama hii ya macho inamaanisha nini pia? Sasa ya macho ati nikusema sasa ati amepata kachai, mwenye anaweza kunywa kachai kando. Yaani pesa ambayo imetokelezea kwa njia haramu. Extra sasa anakunywa chai kivi yake kando. Extra. Hiyo haizi pia. Pesa ya hongo yani ambayo mapato umepata kwa njia yenye si ya halali, si ndio? Kwa hivyo Wakenya wanapenda hii mambo hii ya mikato sana. Shortcuts na vitu za madharau. Hiyo haizi kosa. Hawezi wewe. Wakenya ni wale. Okay. Asante bro.
Mambo bro. Hidi. Kwa jina ni nani? Kwa jina ni Simon Kamande. Okay. Sasa pengine utaweza kuongea kwa sauti kidogo tu Jina yangu ni Simon. Kidogo tena ongeza sauti. Simon Kamande. Simon Kamande. Sasa tunafanya uchunguzi kidogo tu ama kutaka kujua maoni kuhusu vile Wakenya wanatumia majina mbalimbali au na maneno mbalimbali. Sasa kuna hii jina Wakenya wamependa kusema sana, kutupa mbao. Kutupa mbao ni nini kulingana na wewe vile wewe unajua? Kutupa mbao hiyo ni kuharibia wengine jina. Ndio. Mtu akikwambia umetupa mbao wewe Mwenyewe unajielewa hujatupa mbao, wewe mwenyewe uko sawa. Lakini wanakuona kama umetupa mbao na wewe mwenyewe uko sawa. Okay. Yeah. Sasa okay, nakubaliana na wewe ni ile kujaribu kudharau mtu ama kujaribu kudharau wengine, sio? Ndio. Ile inatumiwa kama kimatani tu kujaribu kudharau wengine, sio? Kudharau wengine. Lakini huwa haswa kwa ina maana gani mtu akikwambia umetupa mbao? Hiyo anajaribu kumaanisha nini? Anajaribu kumaanisha we mwenyewe kulingana na mihadarati ambayo unatumia ni kama inaharibikia wewe, unaonekana kama umetupa mbao. Okay, kwa hivyo inaambatana kulingana na pengine na watu ambao hutumia mihadarati. Ndio wanaambiwa vitu kama hizo. Ndio huwa wanaambiwa vitu kama hiyo. Watu wametupa mbao. Yeah. So kutupa mbao haswa inamaanisha nini? Hujaeleza. Kutupa mbao inamaanisha kitu ya kwanza, wewe mwenyewe huna kazi, uko hivi tu. Una focus kwa maisha. Hivi tu. Okay. Yeah. Unajaribu kukuelewa. Yeah. Na alafu kuna hii mtu anaweza kukuambia wewe ni fala. For example nikwambia fala wewe. Sasa jina fara iko na mambo mingi. Fara unaweza itwa wewe ni fara hujachanuka. Wewe ni fara. Wewe si mwelevu, wewe mtu mjinga. Fara ya kukutusi. Kwa hiyo unajaribu kuangazia ni majina ambayo watu hutumia, Wakenya hutumia kujaribu kuleta madharau kwa wengine tu. Ndio, hiyo ndio majina inatumika zaidi. Kuleta madharau kwa wengine. Ndio. Okay. Yeah. Kwa mtu anaweza kukuambia wewe ni fala. Wewe ni fala. Anamaanisha wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga. Ili hali hana proof ama uhakika kwamba wewe ni mjinga, sio? Ni kweli, wewe mwenyewe unajielewa wewe si mjinga. Si ndio? Ni kweli. Kwa hivyo ni majina ambayo watu hutumia tu kujaribu kuleta madharau kwa wengine, sio? Ndio. Ati umetupa mbao. Ndio. Ati wewe ni fala. Yeah. Kwa hivyo kulingana na maoni yako, yeah, ni majina wa Kenya wanatengeneza. Hiyo ndio majina yenye ina trend kwa Kenya. Kenyans wanapenda zaidi, Kenyans wanapenda zaidi kujaribu kutumia kudharau wengine. Yeah. Okay. Yeah. Na kuna hii sambaza, kama vile wewe unajua sambaza. Yeah. Kama unaweza sambaza pesa, unaweza sambaza nguvu za umeme. Yeah. Ama matangazo kama vile tunafanya hivi. Lakini kuna ukiingia kwa matatu. Yeah. Kuna kale unasikia mtu anasema hebu nipe hiyo sambaza. Hiyo sambaza ni gani, nini? Hiyo sambaza gari imejaa. Wakati gari imejaa, sasa hiyo sambaza ndio inawekwa hapo, inakuwa kama kiti kingine. Sasa hiyo ndio inaitwa sambaza. Okay. Yeah. Sasa na pia wewe unajaribu kuangazia maneno. Yeah. Ni vitu za madharau. Mwenye amekalia sambaza amedharauliwa. Haufai kukalia sambaza, unafaa kukalia kiti. Kulingana na sheria na pia umelipa. Kulingana na sheria na venye umelipa na mahali unaenda. Yes. Unafaa kukalia kiti. Kwa hivyo kulingana na wewe ndugu, umejaribu kuleta a very good perspective. Yeah. Hizi majina zingine ni za kuleta madharau. Hizi majina zingine ni madharau tu. Si ndio? Ndio. Asante sana. Yeah. Asante. Yeah. Bro, ni aje? Naona umetoka ka job kiasi. Ndo naenda job. Hujamaliza, si ndio? Sasa tunajaribu kufanya ka uchunguzi kiasi kulingana na vile Wakenya wanapenda kutumia majina mbalimbali unaona katika mazungumzo, sio? Sasa kuna jina kama hii, mtu akikwambia fala wewe, fala wewe ni fala, anaweza kuwa anamaanisha nini? Mwambia fala, nikamwambia amekudharau.
si ndio? Madharau fulani. Okay. Lakini anamaanisha nini haswa? Anamaanisha wewe kuna kitu unafanya ama kitu unajua kwa maisha. Okay. Ili hali hana uhakika. Si ndio? Kwa hivyo wewe unasikizana na mwenzangu ambaye ametoka hapa kwamba ni jina ambalo linatumika kimadharau tu. Madharau kabisa. Na Wakenya wanapenda sana vitu kama majina kama hayo, si ndio? Na mtu akikwambia umetupa mbao. Kutupa mbao. Anaonyesha kana una mwelekeo kwa maisha kabisa. Kabisa. Okay. Umetupa mbao wewe. Alright. Una mwelekeo, hujui chenye unafanya. Wewe unajielewa. Anaweza kukuona bila anakuona hivi, ili hali wewe unajua chenye unafanya. Sio? Na kuna hii sambaza, ukiingia kwa matatu kuna kitu nasema na watu wanasema atilete hiyo sambaza. Sambaza ni kakiti kakichochoro kenye watu wanapitianga hapo wakienda kiti ya nyuma. Hiyo ndio inaitwa sambaza. Okay. Sasa hapo na kiango kambao hapo, haifai kulipishwa hiyo. Hata haifai kukaa ukae hapo. Yes, kisheria. Okay. Kwa gari matatu ni 14 people. Yes. Sasa sambaza inatokea wapi? Inatokea wapi? So tayari kidogo pia ni madharau kwa abiria, si ndio? Kwa sababu abiria atalipishwa, atatozwa ile mwenye amekaa kwa kiti bado na wewe umekaa sambaza bado bei ile. Na unawekewa sambaza. Na sheria inasema viti ni 14. Na askari hao wa traffic wanajua mambo ya sambaza. Wanajuanga. Wewe unaanza wakipatiwa hivi kama mkono. Waje kwanza hata niangalie wanafuatiwango hivi. Okay. Wanarushoka kitu. Kana kwa nasikia kana wameweka kwa ile inakuwa ishatekwa tayari ni hivi tu kama ameenda hivi. Inakuwa kama ka 50 ama ka so. Mimi sijui sasa hapo unajua uwezi jua. Okay. Lakini kuna kitu wanarushiwa. Okay. Sawa. So kwa hiyo maoni yako kwa jumla umesema hii maneno ni majina au maneno ambayo yanatumiwa na watu na Wakenya wamezoea sana kujaribu kuleta madharau kwa wengine. Si ndio? Asante sana.